wawili ni ndugu, mkubwa anaitwa Gloria na mdogo anaitwa Clara. Sasa Clara anaumwa vibaya, anatapika tu na homa yake inazidi kupanda. Sasa mama wa Clara na Gloria ana matatizo makubwa sana ya akili, kiasi kwamba akai na wanae nyumbani, anakaa dampo tu. Hivyo Gloria huwa anakuja kumletea chakula na vitu kama hivyo, na wana maisha magumu sana. Upande wa pili ni jumba la dhahabu. Kuna huyu mama ana mtoto mmoja wa kiume anaitwa Obina. Obina mwenyewe sasa hataki kusoma, anachotaka yeye ni kucheza mpira tu. Mtihani wake wa mwisho kumaliza high school amefeli, hivyo anatakiwa kurudia na amsikilizi kabisa mama yake. Huku nako hali ya Clara inazidi kuwa mbaya na Gloria hana pesa ya kutosha kumpeleka mdogo wake hospitali. Hivyo kesho yake akaingia mzigoni kuuza maji, walau apate pesa kidogo aongezea akamnunulie dawa mdogo wake. Baada ya kuzunguka kwa muda akapata pesa kidogo. Ile kapumzika anaendelea kuhamaki, wakatokea watu wanamkimbiza mama wake, wanataka wampige. Ikabidi aingilie wazuie. Washikaji wanadai mama kawaibia mkate hajalipa. Gloria ikabidi alipie ule mkate. Ndo washikaji kuondoka sasa. Yaani ni majanga tu. Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka na hii hapa ni E7 Beats. Subscribe na utano notification bell ili uweze kujiunga na familia hii kubwa. Huku kwenye jumba la dhahabu, Ada mfanyakazi anamwandalia chakula Obina. Muda huo mchizi anacheza game. Ada akasogea kumwambia kwamba chakula tayari. Obina anajifanya asikii. Obina, nimesema chakula chako tayari. We ni mjinga eh? Niambie tu, we ni mjinga? Huna akili sio? Mara ngapi nimekuambia usione nisumbua wakati nacheza game? Alafu unajua nini? Piga magoti chini. Kwamba nimesema piga magoti sasa hivi. Ada akapiga magoti. Nyosha mikono yako juu, fungua mdomo huku umefumba macho. We ni kiziwi? Ada akafuata maelekezo. Safi. Haya, utakaa hivyo mpaka nitakapokuruhusu uondoke. Msichana mjinga wewe. Ada ni msichana. Basi bibi wa watu akawa analia tu maskini. Ukapita muda kidogo, mchizi bado anaendelea kucheza game huku Ada anatumikia adhabu. Mara mlango ukafunguliwa, akaingia bi mkubwa. Akashtuka kishenzi baada ya kumuona Ada. Yesu Kristo! Mama karibu. Unafanya nini hapo? Nyanyuka. Nyanyuka. Nenda chumbani tafadhali. Ada akaondoka. Kwa nini umefanya hivyo? Mama akaniingilia wakati nacheza game, kwa hiyo nikamwadhibu. Mama akamweka kofi. Una akili wewe? Umempigisha magoti mtu mzima anayeweza kukuzaa kwa sababu ya huu upuuzi unaita game. Huu upuuzi huu. Mama akaenda kuichomoa ile PlayStation. Hautoipata hii mpaka umuombe msamaha Ada, kisha akaondoka. Mama hii sio sawa eti. Basi mchizi akaingia jikoni. Unasikia wewe? Utaenda kumwambia mama kwamba nimekuomba msamaha tayari. Alafu uende sasa hivi, umenisikia? Ndiyo. Obina akaondoka. Punde mama akaingia jikoni. Unafanya nini hapa wakati nimeshakwambia ukapumzike leo? Ni kweli, lakini nilitaka kusafisha jiko kabla ya kuondoka. Hapana, acha. Hii kazi atafanya Obi. Lakini bosi, hilo halina ulazima sababu tayari kaniomba msamaha na nimemsamehe. Alafu hata hivyo bado ni mdogo yule. Yupi? Huyu mzee? Ni mtu mzima huyo na anajua kabisa anachokifanya. Kwa hiyo wewe nenda nyumbani, atafanya kila kitu hapa. Na pia naomba samahani sana kwa alichokifanya Obi. Nitahakikisha hakitokei tena. Sawa bosi. Mama akaondoka mule jikoni. Huku nako Clara akapata dawa, hivyo anaendelea poa. Gloria anamzingatia misosi tu. Mara ghafla akaanza kuona kivuli cha mtu anapita. Wakaanza kulizana, bana huyu nani? Au mwizi? Wakiwa wanaendelea kuhamaki, mara mlango unafunguliwa, kumbe ni mama yao bana. Huku kwenye jumba la dhahabu, Obina anauliza kama chakula cha usiku tayari. Chakula gani? Tayari ni saa 2 usiku alafu sioni dalili yoyote ya chakula. Mama akamwambia kama anataka chakula, aingie jikoni alisafishe jiko kwanza kisha aoshe vyombo. Alafu ndo aje sasa kuomba hicho chakula. Hiyo ni kazi ya Ada, mimi siwezi kuosha vyombo. Unataka chakula au hautaki? Obina ikabidi anyooshe kuelekea jikoni. Unafikiri kulala njaa mchezo? Haya bana, siku kadhaa mbele Ada akaja kuongea na bosi wake, akamwambia anataka kuacha kazi kwa sababu mtoto wake amejifungua usiku wa jana. Hivyo mume wake atakuja kumchukua kesho ili wakakae wote. Mama akampongeza sana kwa sababu ni mjukuu wake wa kwanza na akamkubalia ombi lake la kuacha kazi. Ada akaondoka. Hapo akatokea Obina analalamika. Mama, mbona sijaona pesa yangu ya matumizi ya mwezi? Si ulitakiwa kuniwekea asubuhi ya leo? Mama akacheka kwanza kisha akamwambia, "Hutopata pesa yoyote matumizi mpaka nione unaongeza bidii kwenye masomo yako." Mama, mbona unaleta hizi issue za kusoma? Nishakwambia nataka kuwa mcheza mpira. Kwa nini unashindwa kunielewa? Hutopata hata shilingi ya matumizi
mpaka utakapofaulu mtihani wako wa mwisho. Obina akalalamika hapo mwisho akaondoka tu. Baadaye akatoka kwenda mtaani kucheza mpira na washikaji zake. Njia hiyo hiyo Glory alikuwa anapita na deli lake anauza maji. Mara mpira ukapiga deli likaanguka. Angalia ulichofanya sasa. Obina akasogea. Naye vipi? Mbeba upuzi wako utoke hapa. Akapiga na teke kabisa. Akamfanyia dharau za kutosha. Glory akatoka pembeni akaokota jiwe akarudi akamtwisha kichwani. Akabeba maji yake huyo akasepa. Akamwacha mchizi huko chini anaugulia maumivu. Alipofika nyumbani akampa hiyo story mdogo wake. Hii kazi ya kuuza maji haina faida, lakini pia imeshamchosha Gloria. Hivyo akawa anatafuta kazi nyingine ili aweze kumlipia ada mdogo wake Clara arudi shule. Na pia aweze kuhamia kwenye nyumba nzuri, maana hapa wanaishi kwenye pagala tu. Huku nako Obina anaingia chumbani kwake anashangaa chumba alivyokiacha kipo hivyo hivyo. Nguo nazo chafu. Akaanza kupiga kelele anamuita Ada. Akamkuta mama yake sebleni. Mbona chumba changu, choo, bafu vyote vichafu? Mama anavomwangalia sasa. Akamwambia Ada kaacha kazi. Kwa hiyo jifunze kufanya vitu mwenyewe mpaka pale utakapopata mfanyakazi mwingine. Lakini mama mimi sijui kufanya kazi yoyote, sijui kufua nguo, sijui kuosha choo. Kwa hiyo siwezi fanya kazi bana. Emsikia, hakikisha tu usiniletee panya humu ndani na hicho chumba chako kichafu. La sivyo tutagombana. Obina akaondoka kwa hasira. Huku nako Gloria anazunguka mitaani anatafuta kazi. Mara akaona kwenye nyumba moja wamebandika tangazo kwamba wanatafuta mfanyakazi wa ndani. Basi akagonga mlango, mama akasogea kufungua. Gloria akaingia. Akasema kaona tangazo la kazi hapo nje. Kwa hiyo jina lako nani? Naitwa Gloria mama. Mimi ni mchapakazi, naweza kufanya kazi kwenye mazingira yoyote yale. Kila mtu huwa anasema hivyo, alafu baada ya wiki tu anapotea. No, mama mimi siko hivyo. Naweza kufanya kazi vizuri tu. Hii kazi naihitaji sana, naomba unipe nafasi. Kwa hiyo unataka kuanza lini? Leo. Naweza kuanza leo mapema tu. Okay. Unaonaje na 50,000 kama mshahara wako kwa mwezi? Na 50,000 mshahara wangu? Mama hiyo inatosha sana. Inanitosha kabisa. Haya nifuate nikuoneshe maeneo. Basi Gloria akaanza kazi. Akaanza na chumba cha Obina. Punde akaingia Obina mwenyewe. Wakakutanisha macho. Wewe, subiri. Wewe ndo uliyenipiga jiwe kichwani. Unafanya nini chumbani kwangu? Mimi Gloria anajikanyaga tu. Mimi ni mfanyakazi mpya. Toka chumbani kwangu. Bosi tafadhali nahitaji sana hii kazi. Takupiga kofi zito. Nimesema toka chumbani kwangu. Gloria bado anaomba tu. Mchizi akamtoa kinguvu sasa. Akamshusha mpaka sebleni huku. Mama anashangaa vipi tena? Uko sawa kweli wewe? Mbona unamvuta hivyo? Una shida gani? Mama huyu ndo msichana alonipiga jiwe kichwani. Ni mfanyakazi mpya huyo. Mama mimi simtaki. Wewe hauna mamlaka hayo. Kipenzi mcho. Gloria akasogea. Uko sawa? Mama niko sawa. Haya nenda jikoni nataka kuongea na huyu kijana. Gloria akatoka. Haya, unataka nimfukuze kazi kwa sababu alikupiga na kitu kichwani? Ndiyo, angalia hata hapa kuna kovu. Kuna shida. Kauli yako ni amri kwangu. Nitamfukuza kazi lakini sikiliza kwa makini. Akiondoka sitoajiri mtu mwingine ndani ya nyumba hii. Utaanza wewe sasa kufanya kazi za ndani. Hiyo iko sawa? Mama unajua kabisa mimi siwezi kufanya hizo kazi. Unaweza kuajiri mtu mwingine kwani lazima yeye anaondoka au anabaki? Basi sawa muache tu. Kisha akasepa. Siku kadhaa mbele wakawa wanapata chakula alichoandaa Gloria. Gloria akatokea kaleta maji. Mama akamsifia kwamba kapika vizuri sana. Tofauti kabisa na alivyotegemea. Imekuwa muda sana toka nile chakula kizuri hivi. Yaani hata sielewi kwa nini unasifia hiki chakula. Wala hata hakina hiyo ladha ya kushangaza. Sawa, kwa kuwa Gloria hajui kupika, inabidi wewe ndo uchukue majukumu yake. Nini? Ndiyo, unaweza kuanza kwa kutuandalia chai asubuhi. Chai tu? Vitu vidogo hivyo. Vitu vidogo? Safi. Basi Gloria, kesho fanya mambo mengine. Shefu wetu hapa atatuandalia breakfast. Haya bana, Gloria kumwacha mama yake. Akawa kitoka kazini anapita kwenye dampo ambalo mama yake mara nyingi anakuepo. Anampatia chakula na nini. Basi kweli mzee, kesho yake Obina yuko mzigoni anaandaa chai. Anaongea mwenyewe tu sijui hata anaongea nini. Mara akajikata. Gloria akataka kumsaidia mchizi akaleta kiburi. Gloria akanyoosha mikono akamwachia kazi. Huku dining mama anasubiri hicho chakula. Chakula kikafika. Basi wote wakakaa kuonja chakula cha Obina. Mama akatia kijiko cha kwanza akakunja sura huyo. Gloria naye akabadili sura. Mama akatema, "Hiki nini sasa? Umeweka ndoo nzima ya chumvi ama?" "Mama, hadi nimejikata eti kuandaa hiki chakula kwa ajili yako. Kwa hiyo baada ya hizo kafara zote ndo ukatoa hili bomu."
Kipenzi changu, toa uchafu katengeneze breakfast nzuri. Siku nyingine mwenzako akipika, usiongee upuuzi wakati wewe mwenyewe uwezi hata kupika. Haya, endelea kula. Hiki si ndio umetuandalia sisi tuje kula? Yaani ni majanga. Sasa kuna siku wakati Gloria anafanya usafi humu ndani kwa Ubina, kwenye kufungua drawer akapata kitabu. Basi akajitupia kitandani akaendelea kusoma kile kitabu. Mara mshikaji akaingia mule chumbani. Gloria akashtuka. Samahani bosi, toka nje. Samahani bosi, akakirudisha hicho kitabu, huyo akaondoka. Baadaye Ubina na mshikaji wake wanacheza game hapa sebleni, huku nje Gloria anamfungulia geti, bosi anaingia. Kisha yeye anarudi kuendelea kufua nguo. Mama anashuka kwenye gari anamuuliza, "Mbona unafua kwa mikono?" Gloria akasema mashine ya kufulia na matatizo, ameshindwa kuiwasha. Na Ubina yuko wapi? Na hisi yuko sebleni hapo. Toa nguo zake hapa atajifulia mwenyewe. Wewe fua za kwangu tu. Alafu fua hizo nyepesi peke yake. Hizo ngumu utaziweka kwenye mashine tu, hakuna shida. Sawa mama. Bi mkubwa akaingia ndani. Ubina, "Mama niko busy." "Uko busy unacheza game?" Akaenda kuizima PlayStation. "Jasper, naam, nenda nyumbani." "Sawa mama. Tutakutana nawe mzee." "Mama, kwa nini umeniaibisha mbele ya rafiki yangu kama hivyo?" "Rafiki unayemwongelea wewe yuko mwaka wa 3 chuoni. Anajitengenezea njia yake. Alafu wewe huko hapa unachezea maisha yako. Hivi nilikosea wapi mimi?" "Mama bana, maongezi mimi siataki bana. Umeanza tena." "Haya nje. Nenda kafue nguo zako." "Mama mimi sijui kufua nguo, si ndo maana tunamfanya kazi." "Haiwezekani wewe ukae tu humu ndani, alafu wewe binti anafua nguo zako mpaka majinsi mazito." "Haya nje." Naona kama hatuelewani hapa. "Haya mama, nenda." Mshikaji ndo kutoka nje, akakutana na nguo zake, haelewi hata anaanzia wapi. Anafua kwanza ndo anaweka sabuni, au anaweka sabuni ndo anafua. Wakati anahangaika, Gloria akaja kuchota maji bombani. Akawa anamcheka mchizi. Mwisho akamuuliza, "Hivi wewe kuna kitu chochote ambacho unaweza kufanya kweli? Kuwa na adabu unapoongea na mimi. Kama uwezi ni bora unyamaze." Gloria akaondoka huku anacheka kishenzi. Mchizi akatupa nguo chini kwa hasira. Basi bana, mama wake na Gloria ni changamoto. Hatulii sehemu moja, hata kumtunza inakuwa ngumu. Ila wakawa wanajitahidi, wanamleta nyumbani, wanampatia msosi na nini, huku wanapeana moyo tu kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Kesho yake huku kwenye jumba la dhahabu, Gloria akakipata tena kile kitabu. Ubina akamnyang'anya. "Umekipata wapi hiki?" "Kwenye takataka huko, nirudishie bana." "Alafu kwa nini unasoma vitabu wakati uelewi hata unachokisoma?" Gloria akakikopua kile kitabu akasema, "Mimi sio mjinga kama wewe unavyodhani. Hata hivyo, ngoja nikuulize maswali kwa kuwa wewe ndo mwenye akili zaidi." Akamchapa swali la kwanza. "Hayo ndo manini sasa?" Muda huo mama anazishuka ngazi taratibu. Basi Gloria akampa majibu ya swali. Maelezo mazito kabisa, mchizi jicho limemtoka tu. Alivyomaliza mama akampigia makofi. "Inavutia sana. Ubina, una mengi sana kujifunza kutoka kwake, unajua Kujifunza kwa nani? Huyu. Kana kudanganya kwa sababu kanasoma. Kwani kamaliza hata sekondari huyu?" "Ndio nilimaliza. Nilishindwa tu kujiendeleza kwa sababu sikuwa na pesa." "Wazazi wako wako wapi?" "Baba yangu alifariki na mama yangu anaumwa." "Pole sana kwa hilo." "Asante bosi." Sasa kuna siku Gloria akamaliza kazi zake mapema, akaja kwa bosi kumuomba mshahara wake nusu ili akamlipie ada mdogo wake shuleni. Bosi akakubali kumpatia, lakini pia akaingiza ombi lake la kumtaka Gloria amfundishe Ubina kwenye hiki kipindi cha maandalizi kuelekea mtihani wake wa mwisho. "Na kama ukifanya hivyo nitakuongeza mshahara wako mara 2. Lakini pia kama tafaulu mtihani baada ya wewe kumfundisha, nitakupa naira 500. "Naira 500? Ni ndogo au?" "Madamu hiyo kubwa mno. Naweza kufanya." "Basi sawa, ngoja nikakuletea hela kwa ajili ya mdogo wako." Gloria akafurahi kishenzi. Alipofika nyumbani akampatia mdogo wake Clara hela yote akalipie ada. Clara akafurahi sana, lakini sio hivyo tu. Pia akasema nikimfundisha mwanae na akafaulu mtihani atanipa naira 500. 500? Ndio 500. Wakawa wanamsifia bosi wake Gloria, wanasema huyo mwanamke katumwa na Mungu kuja kuwatoa kwenye umaskini. Basi bana, Gloria akaanza kumfundisha Ubina. Wakati darasa linaendelea, mchizi anamwangalia Gloria tu, hata amsikilizi. "Hivi umesikia hata nilichosema?" "Hapana, sijasikia." Kuwa makini." "Nawezaje kuwa makini wakati huko mbele yangu? Natamani kuzionja hizo lipsi." Nataka kutoka nje nikapate upepo kidogo. Sijui una shida gani leo." Gloria akaondoka. Kesho yake mama anaingia ndani, anashangaa kumuona Ubina anasoma. "Najaribu tu kupitia alichonifundisha Gloria, na huwa namuelewa sana akinifundisha, kwa hiyo nafanya tu marudio." Inavutia sana. Basi bi mkubwa akamwacha aendelee kujisomea. Siku nyingine tena darasa linaendelea, lakini Ubina asikilizi, anamwangalia Gloria tu. "Hivi unanisikiliza kweli?" "Ndio nakusikiliza, lakini umefikiria nilichokuambia wiki iliyopita? Au ngoja niotee. Wewe bado bikira.
una umbo zuri sana lakini unalificha kwenye au masketi makubwa. Gloria akanyanyuka kwa hasira akaondoka. Akarudi na uma mkononi. Akamtishia jamaa akimletea tena hizo habari anamtoboa. Mara akaingia bi mkubwa ikabidi aifiche hiyo uma. Naona mko bize sana. Mnasoma nini leo? Tunasoma biology na baadhi ya viungo vya mwili. Haya sawa, endeleeni. Wakati kiuhalisia wanasoma civics. Haya bana, kesho yake Gloria kamaliza kazi. Hivyo akakaa sebleni anasoma kitabu. Obina akatokea kachungulia anachosoma, kisha akamkwapua kile kitabu. Kumbe na wewe ni wale wale, unasoma vitabu vya mapenzi. Wakaanza kuzungushana hapo mpaka Gloria akategua mguu. Sasa baadaye kamaliza kazi anataka aondoke arudi nyumbani. Mama anashangaa, umeufanya nini mguu? Ilikuwa ni ajali ndogo tu, hata sio kitu kikubwa. Basi bosi akampa ruhusa kesho apumzike tu asije kazini. Obina akaomba amrudishe nyumbani ili asihangaike kutembea na huu usiku. Basi kweli mchizi akamfikisha mpaka kwao. Akamuuliza kwa nini ulidanganya? Kwa hiyo ulitegemea nimwambie ukweli kwamba ulinisukuma? Mimi nina moyo, siko kama wewe. Obina akamuomba samahani kwa hilo. Gloria akashangaa sana, leo unaniomba samahani mimi? Kumbe unaweza kuongea maneno kama haya? Hemu usiyakuze bana, ndo unaishi hapa? Gloria akasema ndio, hapa ndo anapoishi na mdogo wake pamoja na mama yake. Wakaagana pale, Gloria akashuka kwenye gari akaenda nyumbani. Haya bana, kesho yake Gloria yuko nyumbani anafuafua. Obina akaja bana, akasema katumwa na mama yake aje kumwangalia anaendeleaje, na ametumwa huu mzigo aje kumpatia. Kisha mchizi akamsisitiza sana Gloria kesho aje kazini ili waendelee kusoma. Gloria akakubali, mchizi akaondoka. Basi kesho yake kama kawaida darasa linaendelea, lakini mchizi asikilizi chochote, anamwangalia tu Gloria. Punde akatokea Jasper mshikaji wake. Akamuuliza twende mazoezi leo. Akili ya Obina ikahama kabisa, akanyanyuka akaondoka. Yaani ni changamoto tu. Siku kadhaa mbele huku kwa akina Gloria, mwenye nyumba akaja na fundi ili kuendeleza ujenzi wa nyumba yake. Hivyo akawatimua akina Gloria. Washikaji wakaingia mtaani hawana pa kwenda. Njaa nayo imewakamata sana. Basi akakubaliana wamtafute mama yao kwanza. Huku kwenye jumba la dhahabu, Obina akamsubiri sana Gloria lakini hatokei. Bado hajafika tu. Ndiyo, bado hajafika. Obina akamwambia mama yake kwamba ile siku alipompeleka kwao, aliona maisha yao. Wanaishi kwenye nyumba ambayo haijakamilika. Nini? Na hakuna madirisha wala milango. Kwa nini ukuniambia haya yote? Sikuona umuhimu. Hata hivyo naweza kwenda kumwangalia kwao. Ndiyo, nenda. Huku kwa akina Gloria wakampata mama yao, wakampatia chakula kwanza. Huku nako Obina ndo anafika kwao. Anakutana na fundi anakusanya mchanga. Akawaulizia akina Gloria. Mwenye nyumba akamwambia wameondoka asubuhi ya leo na ajue walipokwenda. Basi mchizi ikabidi aingie mtaani kuwatafuta mwenyewe. Akufika hata mbali akawapata. Akashangaa sana baada ya kujua mama yake Gloria na matatizo ya afya ya akili. Basi mshikaji akaja nao mpaka nyumbani. Mama akamuuliza Gloria, kwa nini ukuniambia kwamba huna pa kuishi? Samahani mama, sikutaka tu kuwa mzigo kwako. Vipi lakini kuhusu ndugu zenu? Walitutelekeza baada baba yetu kufariki. Mama akawa anatulea peke yake, mwisho wa siku na yeye akaugua. Kwa kuwa tumezaliwa wasichana tu, tukawa hatuna namna. Maisha yetu yamekuwa magumu sana toka hicho kipindi. Stori yao inasikitisha sana. Ilimgusa sana Obina. Mama ndo usiseme. Mkaeni kwanza. Nyie mtakaa hapa kuanzia leo na nitampeleka mama yenu kwenye hospitali ya wagonjwa wa akili. Asante sana mama, asante. Msijali, nyenyukeni. Ubarikiwe. Aya, wapeleke chumbani kwao. Na baadaye mkitulia, tuendeni shopping mkanunue nguo mpya sasa. Shukrani nyingi. Basi maisha yakaanza ndani ya jumba la dhahabu, na mama akamwahidi kumpeleka chuo Gloria, na Clara atamtafutia shule nzuri zaidi. Na pia kuhusu mama yao, wamepata hospitali ambayo yuko mbali kidogo na mji, ila watakuwa wanaenda kumtembelea kila weekend. Basi Gloria akaendelea kumfundisha Obina, na raundi hii mchizi akawa anasikiliza kwa makini sana. Mshikaji wake Jasper akatokea anataka wacheze game kama kawaida yao. Obina akamkataa, leo yuko busy anasoma. Jasper ikabidi aondoke tu. Basi wakimaliza kusoma, badala ya Obina kucheza game na Jasper, akawa anacheza na Gloria. Mara wanyang'anyane padi, wadondoke mazingira ya busu. Mambo ni mengi. Basi maisha mazuri yakaendelea. Maisha ya kuangalia katuni huko anakula popcorn taratibu, yani kufumba na kufumbua maisha yao yamebadilika. Obina akatokea akampatia zawadi Gloria. Kufungua hivi, akakutana na saa moja kali sana. Basi ni sherehe tu eneo la tukio. Miezi kadhaa mbele, Obina anarudi nyumbani na bashasha kali, anawaita nyumba nzima waje sebleni. Kuna nini wewe? Nimefaulu mtihani wangu wa mwisho. Hemu angalia hapa. Makumbato mengi eneo la tukio. Obina akamshukuru sana Gloria mwalimu wake, maana bila yeye asingetoboa. Basi bana, Obina akamwandalia surprise Gloria kama shukrani tu kwa kumsaidia kwenye masomo yake. Wakati anakula pale, Obina akamfungukia serious sasa kwamba anampenda. Hatukuoneshwa Gloria akajibu nini.
lakini waliingia kwenye mahusiano na mama akalijua hilo. Akawapa sasa sheria za kuwa wapenzi ndani ya nyumba yake, kwamba hakuna kukutana kimwili hasa kwa sasa kwa sababu wao bado ni wadogo, lakini hata baadaye wakipataga nafasi basi watumie kinga. Basi bana, penzi likawa limeshapigwa muhuri na anayewalisha. Kwa hiyo kila muda wako pamoja, wanapika misosi huko, wanapigana mabusu na nini, na hapo ndo inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Sent from Above. Niandikie maoni yako hapo chini, unaionaje hii kazi? Mimi hapa ni storyteller wako naitwa Iskonka. Tukutane kwenye video nyingine. Bye. Tuna stress na life wesimami tu inasonga. Movie kali pekee ndo inaweza roho ikakonga. Hauelewi movie ndefu lugha zinagonga. Save time, B7B storyteller konka. Wezi cheki movie moja toka juzi. Muda hautoshi na unapenda movie. Tayokata kiu yako ni E7B. YouTube channel ni moja tu E7 Beats. Hata kama ilikata